mwenye haki kwa ajili ya kutuleta kwa Mungu, kama mstari wa 18 unavyoeleza kwamba anasema kwamba kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio na haki, ili atulete kwa Mungu. Manake alikuwa na kusudi la kutupeleka kwa Mungu. Na nini kinachosababisha mpaka tupelekwe kwa Mungu? Maana zamani tulikuwa tumepotea. Zamani tulikuwa tumeoza. Zamani tulikuwa hatufai. Zamani hatukumpendeza Mungu. Hakuwepo mtu mwenye akili ya kumtafuta Bwana. Ndio maana Yesu anajitokeza kuja mwenye haki kwa wanadamu, aje kwa wasiokuwa na haki, ili afe na sisi atukabidhishe kwa Mungu, tupate kibali cha kukubalika mbele za Bwana. Na ndio maana jicho la Bwana katika neno la Bwana, katika ule mstari wa 12 kwenye Petro, mstari wa 12 anasema, kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Mungu anachokitafuta hapa ni haki. Ndio maana tunajifunza hata katika kitabu hiki cha Mika 6 na ule mstari wa 6 anasema, nimkaribie Bwana na kitu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tunamwona Mika anajifunza kitu, kuona kwamba amkaribie Mungu na kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Tunaona hakupata jibu. Mstari wa 7 anasema, je, Bwana anapendezwa na 1000 za kondoo waume au na 10,000 za mito ya mafuta? Hivi vyote alivitafuta, akaona kwamba hakuna kitu ambacho cha kumkaribia nacho Bwana katika maisha yake. Lakini tunaona sasa anasema bii yake kwenye 7 anasema, je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Maana hivi vyote alivitafuta, akaona hakuna kitu ambacho, hata nikitoa mzaliwa wangu wa kwanza, hakuna kitu ambacho kitanisababisha mimi nikubalike kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jambo linalotusababisha sisi tukubalike kwa Mungu ni jipi? Tuone hapa katika ule mstari wa 8. Anasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki. Manake Mungu anachokitafuta ni haki. Kama yeye ametuonyesha yaliyo mema, anachokitafuta kwetu ni nini? Anatafuta haki. Uwe na haki mbele zake, uwe na haki maishani mwako, uwe na haki katika kutenda mambo yaliyo ya Mungu, uwe na haki katika kuishi kwako, maisha yako yawe na haki, maisha yako yasitindikiwe kwa kitu chochote, maisha yako yasijifunze kufanya mabaya, maisha yako ujifunze kufanya mema, uitafute haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji kuitafuta haki katika maisha yetu. Tujifunze kufanya mema tupate haki. Anasema hivi. Anasema anataka ujifunze kutafuta yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kupenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mungu anachokitafuta hapa ni haki. Mungu anachokitafuta rehema. Mungu anachokitafuta ni unyenyekevu. Unyenyekevu wa kila mmoja. Kama Yesu aliweza kufa pale msalabani kwa ajili yetu, alinyenyekea, akawa mtii hadi mauti ya msalaba. Na wewe anachokitafuta nini juu ya maisha yako? Anaitafuta roho iliyonyenyekea. Anaitafuta roho inayotulia na kusikiliza maneno ya Bwana. Anaitafuta roho ambayo inakubali kuishi maisha ya haki. Amekuja kutafuta kile kitu, ile roho ambayo inakubali kuishi maisha ya haki, inakubali kuishi maisha ya kumtafuta Bwana, inakubali kuishi maisha ya kumnyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunaona hata katika kile kitabu cha Petro
Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari ule wa 6 anaelezea habari ya kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukijifunza kuishi maisha ya kumnyenyekea Mungu huyu aliyetugharamia, tuna thawabu kwa Mungu. Lakini tusipojifunza kunyenyekea, hakika tuna hukumu. Maana tukivaa roho ya kunyenyekea itatusababisha tuwe na haki. Lakini tusipovaa roho ya kunyenyekea itatufanya tuwe wakaidi. Hatimaye ukaidi ni nini? Ukaidi ni kupotea. Ukiwa mkaidi unapotea. Lakini ukiwa mnyenyekevu unapona. Unapata haki kwa Bwana. Maana utajifunza unyenyekevu. Utajifunza kuitafuta haki. Utajifunza kumtafuta Mungu kwa kunyenyekea. Wala hutajifunza kumtafuta Mungu kwa ukaidi au kwa kiburi. Tunaona hapa anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitajika kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari katika maisha ya sasa. Nashangaa watu wanaacha kunyenyekea kwa Bwana. Nashangaa watu wameacha hata kumtafuta Mungu. Nashangaa watu wameacha hata kuomba. Wameacha hata kupenda ibada. Wameziacha hata ibada kwa kuwa wameivaa roho ya ukaidi. Hawana sababu, hawana shida na kumtafuta Bwana. Hawana shida na kunyenyekea. Hawana shida ya kutafuta uso wa Mungu. Hawana shida ya kuomba. Hawana shida na kitu chochote. Wao wamekuwa bize na mambo ya dunia ambayo tunakufa tunayaacha ni kitambo tu. Lakini kumbe tungalimtafuta Bwana, tungelishuka na kunyenyekea mbele za uso wa Bwana, tungelishuka na kumtafuta uso wa Bwana, tungelishuka na kunyenyekea kwake na kuyatafuta yaliyo mema, hapo tungejifunza kuwa na haki. Kama anavyosema katika Kumbukumbu. Tunaona katika Kumbukumbu 28. Kumbukumbu 28. Tuwe tunachangamka kufungua vitabu. Kitabu kile cha Kumbukumbu 28 kinaeleza mambo pale. Tunaona kabisa kuna kitu cha kujifunza katika kile kitabu kile cha Kumbukumbu 28. Mstari wa kwanza anasema itakuwa Mungu wako, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Amina. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Manake tuna kila sababu. Ukitaka haki una kila sababu ya kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Na kufanya maagizo. Unaisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Manake tunahitaji kutumia bidii katika kutafuta uso wa Bwana, katika kuisikia sauti ya Mungu. Kama tulivyosoma katika ile Petro kwamba mlango ule wa 5 anaposema watu wanatakiwa waishi maisha ya kumnyenyekea Mungu. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ili Mungu awakweze kwa wakati wake. Lakini tunanyenyekea kwa namna gani? Tunanyenyekea kwa kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu kwa bidii na kuyafanya maagizo tunayoagizwa kwa bidii bila kulegea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona wengi sasa hivi wako bize, hawana bidii ya kwa kutafuta mambo ya Mungu. Wako bidii, wanatumia bidii yao nyingi kufanya yaliyo ya dunia. Kama ni ukahaba anatumia bidii. Kama ni uzinzi ametumia bidii. Kama ni uongo anatumia bidii. Kama ni ulevi anatumia bidii. Kama ni ushirikina anatumia bidii. Kama ni uchawi anatumia bidii. Kama ni uvuta bangi tunaona wana bidii nyingi kuvuta. Kama ni ularushwa tunaona wana bidii nyingi kufanya hivyo. Kama upiga nongo ndio tunaona hawalali majumbani, wanakwenda kupiga ili wafanye, wanatumia bidii, wanatumia nguvu zao zote kwa ajili ya hili. Kama ni mauaji wanatumia bidii wahakikishe wameua. Kama ni ujambazi wanatumia bidii wahakikishe wamevunja nyumba ili waibe. Maana wanatumia bidii.
Je, wewe Sembuse, mtu wa Mungu, umefanya nini mbele za uso wa Bwana? Toka alipokuita umefanya nini katika maisha yako? Je, umetumia bidii kuisikiliza sauti ya Bwana? Je, umetumia bidii kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu? Je, umetumia bidii kwa ajili ya kumpendezesha Bwana wako aliyekuita, aliyekugharamia, aliyekufia pale msalabani? Yamkini tumekuwa wazembe. Tunaona hata mchawi anatumia bidii, hapotezi sekunde, muda wote ananena, muda wote ananenea, muda wote anafanya. Je, wewe ulitumia bidii kunenea yaliyo ya Bwana? Yamkini hatujafanya. Neno la Mungu limeletwa asubuhi ya leo, linataka tupone, linataka tubadilike. Tusijibweteke watu wa Mungu, tusijiachilie watu wa Mungu. Mtu mwingine akishaokoka sasa, nimemaliza kazi, hajishughulishi kuja kwenye ibada, hajishughulishi kuomba, hajishughulishi kusoma neno, hajishughulishi kufanya chochote kwa ajili ya Bwana, ila tu kwa sababu anaitwa mlokole amelizika. Hatutaki kulizika. Kama asivyorizika shetani, anatumia bidii nyingi kunyang'anya maneno ya Bwana, anatumia bidii nyingi kusofisha watu wa Mungu wasisonge mbele, anatumia bidii nyingi kuwarudisha nyuma, anatumia bidii nyingi kuwashawishi wapende dunia wasimpende Bwana. Ndivyo tunavyohitajika na sisi watu wa Mungu, kutumia bidii nyingi kwa ajili ya mambo ya Bwana. Maana yake tukitumia bidii nyingi kwa ajili ya mambo ya Kristo, hii inatufanya sisi tuwe na haki, kwa sababu ulijibidisha sana kwa ajili ya mambo ya Kristo, na Bwana nakupa uwe na haki mbele za uso wake. Lakini kama hatujatumia bidii nyingi kwa ajili ya mambo ya Kristo, tunaonekana hatuna haki. Tumeona katika ule mstari